Mwenye kuthubutu si mwoga, na mwenye maono huona mbali kabla ya wengine kuona. Katika maisha, si kila wazo hupokelewa kwa mikono miwili. Mengine hukataliwa, mengine hupuuzwa, lakini yapo yale yanayozaliwa na kusimama kwa nguvu ya mtu mmoja mwenye imani isiyoyumba. Leo tunakutana na Bernard Mwombeki Mukasa, mwanakwaya, mtunzi, mwalimu wa muziki mtakatifu, mwenye kipaji, maono na moyo wa uthubutu. Akiwa ndani ya kwaya yake, alithubutu kupanda mbegu ya wazo, kuanzisha tamasha la kwaya linalojitegemea. Wazo hilo lilipokelewaje na mwendelezo wake ulikuwaje? Karibu utembee nasi door to door, sauti na jasho, ambapo kila hatua ina hadithi na kila jasho lina mafanikio. Lilikuwa wazo la miaka mingi kidogo iliyopita. Mwaka 2011 nikiwa mwanakwaya wa kwaya Mtakatifu Kizito, nilitoa pendekezo linaitwa KNL, kwa maana ya Kizito Next Level, ambalo nilitoa kwa uongozi wa kwaya ambalo pendekezo hilo lilikuwa na mpango mkakati wa maendeleo wa miaka 25 ya kwaya ya Mtakatifu Kizito. Miongoni mwa mapendekezo hayo ikawemo kuwa na tamasha ambalo linaendeshwa na kwaya, lakini tamasha ambalo litaleta mapinduzi. Kabla ya hapo kulikuwa na matamasha, tuyaite makongamano, ambayo yalikuwa kwanza hayana ushindani, kwa sababu huko nyuma kulikuwa na mashindano ya kwaya. Kwa mfano Dar es Salaam yakaja yakafutwa na hayati Mwadhama Kardinali Rugambwa. Baada ya kuwa kwenye mashindano hayo watu walikuwa wakipewa maksi, wengine wanakuwa hawaridhiki, wengine yanaondoa amani. Kwa hiyo mashindano yakafutwa. Sasa kukawa hakuna mashindano, lakini hakuna tamasha. Kuna ombwe. Waamini wa Katoliki wakitaka kupata muziki wa kanisa, muziki mtakatifu, nje ya mazingira ya ibada ya misa, na ni muziki live, sio labda uliorekodiwa kwenye kanda au CD, walikuwa hawana pa kwenda. Lakini watu wengine, wapenzi wa muziki mwingine, muziki wao walikuwa wanaupata. Kuna matamasha, kuna maonesho ya wanamuziki, bendi inapiga kule na huku na huku. Kwa wazo likawa kuanzisha tamasha ambalo litaziba hilo pengo. Na ndivyo ilivyokuja kuanza. Kwa mwaka 2013 tamasha hili tukalianza likiwa linamilikiwa na kuendeshwa na kwaya Mtakatifu Kizito. Mara ya kwanza kabisa tulifanya ukumbi wa Kristo Mfalme Tabata. Na wakati tunalianza tulikuwa kama hatujiamini hivi, kwa sababu lilikuwa ni jambo jipya, ni wazo jipya. Ni kama tulidhani kupokeleka kungekuwa kugumu, kiasi kwamba nakumbuka kabisa mimi nilikuwa mwenyekiti, kwaya ilinituma kuwa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi na uendeshaji wa hilo tamasha, kamati ya TYM. Tuliandaa tamasha, kila kitu tulichoandaa kilifanya makadirio kwamba tungepata watazamaji 200. Ndio ilikuwa idadi yetu. Kwa hata ukumbi wenyewe ule tuliona, ukumbi ni mkubwa mpaka utazidi. Tukafanya maandalizi hapa na pale. Huwezi amini, imebaki wiki moja kulifikia hilo tamasha, tukagundua tutakuwa na mauzo zaidi ya ile idadi ya 200. Kwa hiyo tukabadilisha haraka, maandalizi yetu yakaenda kwenye idadi ya 400. Lakini inafika Ijumaa, ambapo kesho kutwa yake ndio tamasha, tukalazimika kubadilisha kwenda kwenye idadi ya 700. Lakini mpaka tunafika ukumbini ilikuja kufika sababu tulikuwa inabidi tuombe viti viongezwe. Ikawa kila masaa yanaposogea, wakati tunasubiri muda wa kuanza tamasha, idadi inazidi kuongezeka, tunaomba viti vingine. Meneja wa ukumbi anatuletea. Vilivyofika viti 1000, meneja wa ukumbi vilivyofika 800 sasa, meneja wa ukumbi akaogopa kuongeza viti vingine, kwamba paroko akijua itakuwa shida, mkamuombe paroko. Tukaenda tukamuomba paroko, akasema sasa huu ukumbi uwezo wake wa mwisho kabisa na kibali chake ni watu 700.
Kwa hiyo tunaongeza 200 vya mwisho. Baada ya hapo hatutaongeza tena viti. Vikaongezwa viti vingine 200, vikafika 1000 na bado kuna watu walisimama. Kwa hiyo huwa tunakadiria lile tamasha lilipata watu 1200 hivi, ambao ni mara 6 ya makadirio yetu ya awali. Ilikuwa ni mafanikio makubwa sana tulioanza nayo, na tunakumbuka kwa mwaka huo, pamoja na lengo la kwamba ndio tulikuwa tunaanza hilo tamasha na kuwapa watu ule muziki mtakatifu na matunda yake yote nje ya ibada, tulikuwa na lengo pia la kutumia hilo tamasha kukusanya fedha kwa ajili ya kusaidia kuipeleka kwaya yetu kuhiji Uganda na Mugongo mwaka huo, kwa sababu ilikuwa mwezi unaofuata mwaka huo miezi miwili baadaye. Mwaka huo tulifanya tamasha mwezi Aprili. Miezi miwili baadaye ilikuwa tunakwenda kuhiji Uganda na Mugongo, na tulifanikiwa pamoja na viingilio, lakini tulipata pia harambee kidogo wataka tuchangia. Nakumbuka marehemu Bernard Membe, waziri wa mambo ya nje wa wakati huo, tuchangia mchango mkubwa pamoja na watu wengine. Na tamasha hili lilianza likiwa na kwaya moja tu. Kwa hiyo tulifanya ni kwaya Mtakatifu Kizito Makuburi peke yetu, tukaligawa makundi. Tulikuwa na segment 3. Tukawa na sehemu ya kwanza ilikuwa ya liturujia. Tulikuwa na semina fupi ya liturujia, lilisemwa na aliyekuwa paroko msaidizi wa parokia Makuburi wakati huo, Father George Sai. Halafu tukaimba nyimbo chache tu za kiliturujia. Tuliimba Ordinarium, ilikuwa Bwana utuhurumie, utukufu na mwanakondoo, na mtakatifu na mwanakondoo, kama nakumbuka sawa sawa. Halafu segment ya pili ikawa ya nyimbo za Pasaka, kwa sababu kilikuwa ni kipindi cha Pasaka wakati huo. Tunatoka tena tunarudi, wakati huo kunakuwa na vitu vingine vinaendelea hapa katikati. Segment ya 3 ikawa ni ya nyimbo mchanganyiko. Sasa wakati huo ndio zikina Yesu ni mwema, ziko hoti na kadhalika, zikapigwa hapo vya kutosha. Kwa hiyo tulikuwa tunalifanya hivyo. Mwaka wa pili likafanyika kwa mtindo huo huo. Tuliama ukumbi sasa, tukahamia Loyola tukijaribu kutafuta ukumbi mkubwa zaidi. Loyola nao ukajaa, ukazidiwa, lakini walau ndio tulifanya mwaka wa pili. Kwa mwaka wa pili tuliongeza kwaya, tukagundua ile kuwa kwaya moja tulikuwa kama tunahangaika sana kuingia, wakati mnabadilisha mavazi, yanaendelea mambo mengine huko ambayo labda yanawahusu mnakosa. Kwa mwaka wa pili tukaalika kwaya 2 na mwimbaji binafsi mmoja kutoka Uganda. Nakumbuka anaitwa Muzinda wa Yesu. Hizo kwaya 2 ilikuwa ni Don Bosco Kimanga na Damu Takatifu Tegeta. Mwaka wa 3 tukaongeza idadi ya kwaya tena. Sasa baada ya kufanya kwa miaka 2, kwaya ikawa bado haijawa na uzoefu wa kutosha kuendesha matamasha kwa faida. Ikatazama kwenye vikao vyake, ikaona hapa tamasha hili linakuwa kama mzigo kwa kwaya. Kwaya ikaamua kutokuendelea nalo. Kwa mwaka wa 3 mwanakwaya mmoja akalichukua akalifanya kama yeye, lakini bado na akaona kama linahangaika, linakuwa gumu. Mwaka wa 4 kwaya ikarudi nalo tena, lakini lilitumia, kwa sababu bahati nzuri kulikuwa na kitu ambacho kingeweza kuleta urahisi, likatumika kama uzinduzi wa albamu maarufu sana, ilikuja kuwa maarufu sana ya Bila Neema. Kama ilivyo kwa mbegu nyingi njema, haikuota mara moja. Ndoto hii ilionekana kufifia, lakini hakukata tamaa. Mokasa alisimama peke yake, akaibeba ndoto ile ile na kuikuza kwa jasho lake. Baada ya hapo ndipo mimi ambaye ndiye muasisi wa Wazo na nilikuwa nasimamia kwa niaba ya kwaya tangu mwanzo, nikasema hebu ngoja nijaribu kujitosa. Nikaendelea nalo na limeendelea mpaka leo. Lakini unaweza kuona tofauti kwamba kule mwanzo, mara ya kwanza kabisa tulianza tukiwa tunafanya kwaya moja tu, alafu baada ya hapo tukafanya kwaya chache, lakini baada ya hapo limekuwa sasa likiwa na kwaya nyingi. Mara kadhaa zimekuwa zikizidi hata 10. Kuna wakati zilifika kwaya 16, kitu namna hiyo, lakini kuna wakati zimekuwa 8 ngapi, kwa zinakwenda hivyo.
Ni tamasha ambalo limeendelea kupokeleka na sasa limekuwa mwalimu wa matamasha, kwa sababu tunaweza tukasema ndio tamasha la kwanza, ukiacha huko nyuma ambako kulikuwa na mashindano ya kwaya za kanisa halafu yakaondoka. Tamasha kama hili ambalo sio mashindano, kwa hiyo kuna uhuru. Unajua mashindano yana faida zake na yana kila kitu, kina upande uhuru na mipaka. Mashindano yana faida zake, yanaleta vipimo, yanaleta ufundishaji wa kanuni na kadhalika, lakini zile kanuni zinapunguza uhuru pia wa ubunifu, kwa sababu inabidi kila mtu afanye kulingana na kanuni zilivyowekwa. Lakini matamasha haya yanaleta ule uhuru wa ubunifu, na ule uhuru wa ubunifu unachangia sasa vionjo vingi mbalimbali. Tumekutana na mambo mengi sana kutoka kwenye TYM. Hata mitindo ya uimbishaji, conducting, imepata ubunifu mwingi sana, na mingi ikiibukia TYM na kukomalia TYM na kuenezwa ikitokea TYM. Lakini hata mitindo ya upigaji wa ngoma, lakini hata ile hamasa ya ushiriki wa watoto kwenye kuimba. TYM imeshiriki sana kufanya watoto wathubutu na wazazi wa watoto wathubutu kuwathubutisha watoto wao kushiriki uimbaji. Watoto walipokuwa wanaonekana wanapanda jukwani wakiwa wadogo, wengine wana vipaji, wanapiga ngoma, wengine wanaanza kupiga vinanda wakiwa wadogo, wengine matukio ya namna hiyo, kwa sababu TYM imekuwa pia na segment ya watoto kuonesha vipaji vyao. TYM ya kwanza, watakao kumbuka, kuna segment iliwekwa tu watoto waje, anayejua na asiyejua, wakaja, wengine anapiga kinanda ovyo ovyo, mwingine ngoma ovyo, wakafurahi pale na MC wakawaongoza wakafanya. Na watoto miongoni mwao leo hii kuna mmoja ambaye amekuwa organisti mmoja mkubwa kabisa hapa nchini, lakini mara ya kwanza anapanda jukwani kuonekana anagusa kinanda ilikuwa ni kwenye TYM, anagusa hivi. Lakini kuna wawili wamekuwa ni wapiga ngoma maarufu kabisa hapa nchini, ilitoka huko. Lakini baadaye TYM ikawa na jukwaa, ikawa kwanza kama ni mtindo, kwaya zinapokuja nyingi zikawa zinakuja na watoto wao. KMK tulikuwa na watoto tunawaita Kizito Kids. Kwa hiyo wakati tunaanza mpaka siku ile TYM ya kwanza au Kizito Kids walikuwepo. Kwa hii tabia, huu utamaduni wa tamasha la Yesu ni Mwema la kwaya kuja na watoto wao. Wengi ni watoto wa wanakwaya, lakini wengine ni waumini tu wako pale, lakini wanajifunza na wanaanza kuibuka, ikajengeka. Kwa hiyo ikawa karibu kila kwaya inatafuta vipaji vya watoto, inakuja navyo pale, mnaviona na vingi vimekuwa vikikua sana huko. Baadaye tukaanza utamaduni wa kuhakikisha tuna kwaya moja ya utoto mtakatifu kila mwaka. Tumeshatumia kwaya kadhaa. Kuna wakati tulialika kwaya kutoka Bunju, kutoka Pugu, kutoka na Morogoro miaka kadhaa. Kwa yani lengo hasa lilikuwa ni kukuza pia TYM ya kesho, lakini utume wa uimbaji wa kesho, kwa maana ya kuwekeza pia kwa watoto, kuwafanya waone na wathubutu. Ile mbegu iliyopandwa miaka 14 iliyopita leo hii imekuwa mti mkubwa, tamasha ambalo sio tu limeendelea kuishi bali limekuwa chanzo cha mwanga kwa wengine, likichochea vikundi vingi vya kwaya kuthubutu na kuanzisha matamasha yao wenyewe. Hii ni miongoni mwa mafanikio mengi ya tamasha la Yesu ni Mwema. Mafanikio ya kwanza ni kuendelea kuwepo, kwa sababu sio jambo jepesi hata kidogo. Ni vigumu mno. Wale ambao wanaandaa matamasha na kuendesha matamasha ya namna hii wanaelewa ni vigumu kweli kweli, na yako ambayo yamekuwa yakianza na kupotea, lakini limeendelea kuwepo na limejenga brand na linazidi kukua. Mafanikio ya pili ni kuendelea kuwa tunasema jasiri mwongoza njia. Baada ya TYM sasa kumekuwa na matamasha mengi, na ni jambo ambalo tunamshukuru Mungu sana na tunajivunia. Kati ya matamasha hayo mengi zaidi yamezaliwa na kwaya ambazo zimeanzia TYM, yani zimeshiriki TYM
halafu zikapata nisemeje, zikapata nguvu, zikapata mwamko, zikaenda kuanzisha matamasha. Miongoni mwa matamasha ambayo yanafanya vizuri sana, ambayo ni tunda la TYM, ni KMK Executive Gala, ambayo ni kwaya Mtakatifu Kizito sasa imerudi na tamasha lililochukua mtindo ule ule wa TYM ya kwanza, wa kwaya moja peke yake kusimama na kuperform na kujifunza changamoto zilizokuwepo kipindi kile za kufanya tamasha mkiwa kwaya moja peke yenu. Sasa hivi hazipo tena, kwa sababu baada ya kujifunza kuna namna ambayo zinakabiliwa, kwa hiyo zinakuwa tena sio changamoto, ni fursa ya kupendezesha zaidi tamasha. Kwa hiyo lakini yako matamasha mengine, na ziko kwaya nyingine zimeanzisha matamasha yake. Liko tamasha la Mkatoliki ambalo kwaya Mtakatifu Cecilia ilianzia TYM, ikafanya na sasa ina tamasha lake na linafanya vizuri. Lakini yako matamasha mengine pia, Bomba Mbili wana tamasha lao. Lakini yako matamasha ambayo hayakutokea, kwaya zenye hayo matamasha hazikupitia TYM, lakini zimejifunza kutoka kwenye TYM na zinafanya vizuri sana. Kuna tamasha linaitwa Kristo Mfalme la KMC Arusha. Kuna tamasha la kwaya Mtakatifu Benedikto Bugando Mwanza, limefanyika tayari nafikiri mara ya pili, linakwenda karibu season ya 3, linafanya vizuri sana na mengine. Kwa hiyo yako mengi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba TYM imekuwa baba wa matamasha, na miongoni mwa waliojifunza matokeo chanya haya ya kuzalisha matamasha mengine ni pamoja na UKWAKATA yenyewe, kwa sababu UKWAKATA ambayo zamani ilikuwa na mashindano ya kwaya, tukasema zamani ilikuwa inaitwa SHIKWAKA kabla ijawa UKWAKATA, ilikuwa na mashindano ya kwaya, tukasema tunakumbuka hapa mashindano yale yakasitishwa na mamlaka za kanisa. Baada ya TYM kuleta huu uthubutu mpya na ili wazo jipya, sasa UKWAKATA ina tamasha, inafanya na yenyewe matamasha ya mtindo huu sasa, ambao sio ule mwingine. Mafanikio mengine kwa TYM ni kukuza uthubutu wa kwaya na kukuza tunasema nembo za kwaya, kubrandi kwaya. Kwaya zote zilizoshiriki TYM, zilizowahi kushiriki TYM, zilibadilika kutoka hatua moja kwenda nyingine kiuimbaji, lakini hata majina ya kwaya husika, nembo za kwaya husika zilipanda zaidi. Ziko kwaya kadhaa ambazo hata kuanza kuonekana kuwa kwanza na mitandao ya kijamii zimejifunza TYM, kwa sababu sisi kati ya vitu tunafanya ni kuhakikisha kwaya zinazoshiriki TYM, the TYM Family Choirs, zinafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii, ambako ndiko upashanaji habari kwenye ulimwengu wa sasa uliko. Roho Mtakatifu, Mungu wa mapaji, aliyetujalia paji la elimu likazaa sayansi, sayansi ikazaa teknolojia, ameupeleka ulimwengu huko kwenye tumesema ametupa ulimwengu wa kidijitali. Kwa hiyo kwaya tunazihamasisha, na zile ambazo haziko vizuri kwenye eneo hilo huwa tunazisaidia kabisa, tunakaa nao, tunajenga, wanaanza. Kuna kwaya zimeanza kuonekana kwenye mitandao kuanzia A mpaka jina na mtandao uwe upi, ni kazi ambayo imefanywa na TYM. Kwa tumefanya branding ya kwaya na zinakwenda vizuri. Mafanikio ya 3 ni kukuza na kutangaza vipaji binafsi. Viko vipaji binafsi vya waimbaji ambao pamoja na kwamba wanaimba kwenye kwaya mbalimbali, lakini vimekuwa vikubwa zaidi vikitangazwa na kuanza kuonekana na kudhihirika na baadaye kuzoeleka kupitia jukwaa la TYM. Naweza kutaja mifano michache. Kwa mfano, kuna binti Victoria Limila. Victoria Limila kipaji chake kimekuwa sana, lakini moja ya sababu za kufahamika kwa hicho kipaji ni jukwaa la TYM. Lakini kuna dada Despina, kuna dada Kazimoto, jina la kwanza Jacqueline Kazimoto, na wengine. Kuna Vini Mukasa, organisti.
alianza kuonekania, ukiacha mbali kwenye kwaya, kule kwenye kwaya alikuwa hajaonekana wala hapati ile confidence kwa sababu anafanya ni nyumbani ndani ya kanisa, lakini kuonekana hadharani hivi ni tamasha la Yesu ni Mwema na vipaji vingine kadhaa. Mafanikio mengine ya tamasha la Yesu ni Mwema ni uthubutu wa kiuwekezaji na kimpangilio kwa kwaya. Ziko kwaya nyingi sasa hivi zinafanya moja ya vitega uchumi vyake ni matamasha, lakini vimepata uthubutu kutoka kwenye TYM kwamba kumbe tunaweza kutumia sauti zetu, uimbaji wetu, muziki huu kuinjilisha, huku tunakuza maendeleo ya kiuchumi ya kwaya yetu kwa ajili ya kuratibisha masuala yetu. Manufaa mengine, TYM inatoa fursa za kibiashara kwa wanakwaya. Shughuli mbalimbali zinazofanyika kwenye TYM, wanao supply vinywaji ni wanakwaya, wanao supply chakula ni wanakwaya, wanao content, watu wanachukua content, wanakwaya wengi na kwaya zao wanapata content kwa ajili ya kazi hizo. Na shughuli nyingine mbalimbali zinazofanyika kwenye TYM. Kwa kweli tunajitahidi kwa kiasi kikubwa kurudisha nyumbani, unafanya na wanakwaya. Lakini chanzo cha mapato kwa kwaya shiriki, kwa sababu kwaya huwa zinapata commission. Kwa kawaida nusu ya mapato yanayotokana na viingilio vya TYM yanarudi kwa kwaya shiriki kadiri zilivyotia bidii katika uuzaji wa tiketi. Lakini pamoja na manufaa hayo kuna changamoto. Changamoto ziko nyingi, ila kwa uchache. Changamoto kubwa ya kwanza ni ukumbi. TYM imekuwa ikihangaishwa na ukumbi kweli kweli, kwa sababu aina ya tamasha letu ni tamasha ambalo tukilifanya ndani, indoor, ukumbi wa ndani, linafanyika vizuri zaidi kuliko ukumbi wa nje, kwa sababu nyingi, ikiwemo aina ya muziki tunaofanya. Sasa ukumbi wa kutosha watu wa tamasha la Yesu ni Mwema imekuwa ni changamoto. TYM imewahi kufanyika ukumbi wa Kristo Mfalme ukajaa, haukutosha, hatukuweza tena. Tumefanya Loyola, ukajaa, haukutosha. Tukajaribu ukumbi mmoja Ubungo huu, Landmark, baada ya hapo haukutosha. Tukajaribu Blue Sky Tabata, tena hapo ndio watu wakawa mara mbili ghafla, yani tukazidiwa, hali ikawa shughuli kweli kweli. Tukapata ukumbi wa Impala. Tumekaa pale Impala muda mrefu kwa sababu angalau ulikuwa na nafuu kuliko kumbi nyingine. Ukawa unatupokea wengi, ingawaje na wenyewe hautoshi. Kwa hiyo tunaendelea, tunatumia kumbi ambazo zinajitahidi kwa sasa. Na mwaka huu tutakuwa na Silver Star Hall, angalau utatupa nafuu, lakini bado hautoshi. Kumbi ambazo tunadhani zinaweza zikatubeba vya kutosha ziko kama 2 tu hapa Dar, lakini gharama zake ni kubwa mno kuliko uwezo wetu, kuliko aina ya wateja tulionao ambao wanakuja kutazama na viingilio vinavyolingana na sisi. Kwa hiyo tuko kwenye hiyo changamoto. Tunatamani siku moja Mwenyezi Mungu atujalie, atuwezeshe tuwe na TYM Hall, yani ijengwe TYM Hall ambayo inalenga kabisa, inailenga TYM kama ilivyo. Hii itakuwa imetukomboa sana. Hiyo changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni muda. Tamasha letu linafanya vizuri zaidi na linapendeza likifanyika Jumapili. Tunapenda sana tamasha leo linaanza saa 6, na huwa tunajitahidi maandalizi yetu yawe saa 6 tuko tayari. Karibu kila mwaka sisi saa 6 tuko tayari. Lakini watazamaji kwa sababu mbalimbali tunasisitiza huwa wanafika saa 7, 7:30. Na hata baadhi ya kwaya, lakini kwaya angalau zinajitahidi, ila watazamaji wanafika saa 7, 7:30. Kwa tuwaombe watazamaji, hii iko upande wao, watusaidie kujitahidi kuivuka hii changamoto kwa kujitahidi kufika mapema. Tunaepuka kama sio lazima sana kubadilisha siku, kwa sababu tunaiona bado Jumapili ni siku inayofanya vizuri zaidi. Changamoto ya tatu ni changamoto ya kimtaji. TYM tamasha ambalo linakuwa sana kwa kupokeleka kwa watu.
lakini bado wadhamini kwanza tunashukuru tumeanza kupata wadhamini. Huko nyuma kulikuwa hakuna wadhamini, kulikuwa ni mahangaiko sana, lakini walau miaka miwili hivi ya karibuni udhamini umeanza kuongezeka. Tuliwahi kupata udhamini nyuma kidogo, baada ya udhamini ukapotea, na sababu zilikuwa wako watu wadhamini ambao wanadhani wakidhamini tukio la kidini, tukio la kikanisa, wanaweza kuwa kama wamebagua wateja wao, kama wao ni huduma ambazo hazina dini, lakini wanasahau kwamba udhamini ni udhamini na wateja unawafikia kulingana na walipo. Wako ambao wanapatikana kwenye matukio haya ya kidini, wako ambao wanapatikana kwenye matukio mengine. Kwa mfano, kama wewe unauza soda, wewe ni kampuni ya soda, wako watu watakunywa soda lakini wao ni wapenzi wa muziki wa dini. Wako watu watakunywa soda lakini wao ni wapenzi wa mpira wa miguu, na wako watu watakunywa soda lakini wao ni wapenzi wa muziki usio wa dini, na wako watakunywa soda kwa sababu ni wapenzi wa vyote vitatu. Sasa wale ambao ni wapenzi wa muziki wa dini, ukisema huu ni muziki wa dini, sitafanya udhamini, manake unawakosa. Kwa hiyo tunawaomba wadhamini wajitokeze zaidi na zaidi, sio tu wale ambao shughuli zao zina mlengo wa kidini, sio tu wale ambao labda wamiliki na waendeshaji ni wa dini fulani. Mdhamini yeyote wajitokeze kudhamini tamasha la Yesu ni Mwema, lakini na matamasha mengine yanayofanyika bila kuogopa wala bila hofu. Kadiri wadhamini watakavyotusaidia, watakavyojitokeza, ndivyo ambavyo wao watanufaika na ile audience yetu. Kwa mfano, TYM inatazamwa na watu takribani 4,000 ukumbini mara moja, lakini kule mitandaoni makumi ya maelfu, na inakaa huko inaendelea. Kwa hiyo watanufaika sana, lakini sio tu hivyo, watasababisha pia na sisi tufanye vizuri zaidi, tulifanye tamasha liwe bora zaidi, liende mahala pazuri zaidi. Mfano, mwaka huu, kuanzia mwaka jana tulikuwa tumepanga kuanza kufanya ziara ya mikoani, yani TYM isiwe inafanyika Dar peke yake, inafanyika Dar na kwingine. Mwaka jana hatukufanikiwa, hatukukamilisha kwa sababu ya hali nitakayoeleza baadaye pia kama changamoto. Lakini mwaka huu tunakusudia kuanza kwenda mikoani huko. Mwaka huu Mungu akibariki, mwaka huu tutafanya zaidi ya Dar es Salaam. Lakini ili tuyaweze haya tunahitaji wadhamini. Changamoto nyingine sio ya mara nyingi, lakini ilitokea mara moja na ikawa kubwa. Mwaka jana tulishindwa kufanya tamasha la Yesu ni Mwema 2025 kwa sababu ya hali ya kutokuwepo kwa utulivu nchini, kwa sababu tamasha letu kwa kawaida huwa linafanyika kila mwezi Novemba, Dominika ya pili ya Novemba, Jumapili ya pili ya Novemba. Sasa mwaka jana Dominika ya pili ya Novemba ilikuwa tarehe 6 Novemba, wakati ndio kipindi kile cha baada ya tarehe 29 Oktoba. Hakukuwa na utulivu, kwa hatukuweza. Tukafikiri tuisogeze mwezi Disemba. Mwezi Disemba kukawa pia kuna ile hakuna utulivu, hakuna hakika ya utulivu kwa sababu ya tarehe 9 Disemba. Kulikuwa na maneno hivi kwamba kungeweza kuwa na shida. Tunashukuru Mungu tulipita salama. Kwa hatukuweza pia. Ndio maana tunalazimika kufanya Aprili mwaka huu, na nitumie nafasi hii kueleza kwa nini mwaka huu tutakuwa na matamasha mara mbili. TYM ya 13 ambayo ilipaswa kufanyika 2025 tunaifanya sasa mwezi Aprili mwaka huu kuifidia ya 13, halafu mwezi Novemba tutabaki na tutarudi na TYM ya 14 ili turudi kwenye ule mstari wetu. Hii si hadithi ya muziki tu, ni hadithi ya uthubutu, ni hadithi ya kuamini kile ambacho wengine walishindwa kukiona. Usikose mwendelezo wa hadithi hii katika kipindi kijacho cha Doa to Doa, sauti na jasho. Msimulizi wako ni Jodeth Dominic na hii ni KMK Media.